In the Bible, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, aina ya wanawake ambao wametajwa kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo walikuwa ni wanawake 4 peke yake. Mathayo sura ya kwanza wameanza fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani, lakini kuna wanawake 3 ambao hivi fulani akamzaa fulani kwa mfano mmoja wapo wa kwanza kwa Tamari. Yuda akamzaa Peresi kwa Tamari, akaja Rahabu, mwingine Ruth, alafu watatu ndo Mariamu aliyemzaa Yesu. Peke yake 4. Angalia wale wanawake 3 wa juu yake, wote walikuwa ni kama wana vimeo. Have you ever read about Tamari? Tamari alilala na baba mkwe wake. Baba mkwe, yani Tamari aliozeshwa kwa mtoto wa Yuda, mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza akafa. Baada ya kufa mtoto wa kwanza, Mwanzo 38 ile, baada ya mtoto wa kwanza kufa, Yuda akasema ili asikose uzao nimpatie mdogo wake. Mdogo wake akachukuliwa, akamchukua mwanamke, amekaa naye. Siku moja amekwenda kwenye matukio, unafahamu nikisema hivi, haleluya. Yule bwana akasema hivi, sitaki nipate uzao kwa huyu mwanamke. Wakati wa tendo la ndoa akamwaga mbegu za kiume chini, Mungu akamua. Kwa binti akaondoka pale pia hana uzao. Baadaye akasikia Yuda amekwenda eneo fulani. Maandiko yanasema hivi, yule mwanamke Tamari akachukua akavaa mavazi ya kikahaba, sio mavazi ya kirokore, ya kikahaba. Akaenda akajitega mahali anajitega. Alafu Yuda akaja pale, alipofika akamchukua. Alipomchukua akaenda kulala naye, lakini alikuwa na shilingi mfukoni. And then the Bible says, akasema hivi, nikupatie kitu gani? Kama nini? Kama nadhiri ili baadaye nikulipe. Akasema nipatie hiyo fimbo ulionayo, ambayo ilikuwa ni fimbo ya kifalme. Then baadaye Yuda anakuja kukulipa baadaye. Anasema mwanamke ameshaondoka zake. Ghafla kumbe sikio amelala na yule mwanamke akapata mimba. Alizaa mtoto Pelesi. Huyo mtoto ndio baadaye yupo kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Na mwanamke aliyemtega mwanamume kwa ukahaba, amelala na mtoto wake, karara na mdogo mtu, karara na baba mtu, bado yupo kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Sikilia? Hello. Anakutokea mwanamke mwingine nani? Rahabu. Rahabu nani? Kahaba. Si ndio hivyo? Lakini kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo ametajwa hivi, akutajwa kama Rahabu kahaba. Ametajwa kama Rahabu peke yake. Alikuwa na identity ya ukahaba. Wanakuja kwake watu wapelelezi, watu wawili. Kahaba anauza mwili apate hela, lakini ndani yake ana mfumo wa hela, ana mfumo wa mji mzima. Baada ya kuokolewa, Rahabu kahaba anakuwa Rahabu. Baada ya kuwa Rahabu, yupo kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kapandwa. Ruth aliolewa, mume wake akafa, karudi, angali alimpata Boaz. Kama kimtego fulani, kapandwa. Hawajajipanda. Mariamu Magdalena alikuwa ni kahaba, alikuwa ni mchafu kabisa. Lakini the moment he met Jesus, Yesu akamhukumu, akamwambia usiogope, dhambi zako zimesamehewa. Ndani yako Mariamu umetezwa kwenye ukahaba, kwa sababu watu wanatawiwa na kawaida. Wakigundua na kitu cha utajiri wanakuja kukitumia kwa uzinzi. Wamekuingiza katika uzinzi ili wachukue kisimati chako wapate hela. Sikiliza Mariamu, na kutoa pepo kwanza ukahaba, alafu njoo nikuwekea baraka ya Bwana. Njoo ufanye kazi ya Mungu. Uchukue hela kwenye masoko, usapoti injili. Ndio aina ya wanawake ambao tunawataka. Next time tukikuita tena kwenye kongamano kama hili, tunajua utakuja na ushuhuda kwa jina la Yesu. Maana neno lake likitoka halimrudii bure, lazima lizalishe. Lazima lizalishe kwa jina la Yesu. Usiangalie umri wako, usiangalie age. No, believe the word of God, believe the blessing of God. Alikuwa mdogo Yakobo, lakini akafanywa kuwa mkubwa katikati ya ndugu zake. Unaweza kuwa ni mdogo kiumri, lakini hekima yako iwe ni kama hekima ya mtu mzima. Hekima ya kizee.